Msikiti kwa kuandaa mkusanyiko huu alasiri hii kwa nia ya kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini nichukue fursa hii vile vile kumshukuru sana ndugu yangu Sheikh Suleiman kwa kunialika kuja hapa ili kuzungumza ama kushiriki katika hafla hii ya Maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tatu, nashukuru wenzangu ambao wametangulia kuzungumza, wamezungumza mazungumzo yenye munasaba na tukio lenyewe, kwa maana ya tukio hili la kukumbuka mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kwa kusanyiko tupo katika mazingira ya amani, mazingira ya utulivu. Ni kwa sababu nchi iko salama. Nilipata kuishi Khartoum. Ni mji ambao ulikuwa unaweza ukaenda kwenye duka ukamkuta binti ya miaka 18, 19 na pengine hana mlinzi nje, anauza dhahabu na hana hofu kwamba atakuja kuporwa ama kuvamiwa. Kwa sisi ambao tulitoka huku na kwa taarifa ambavyo vyombo vya habari vilikuwa vinatoa, ni jambo ambalo linakushangaza kidogo, lakini baadaye unaishi pale unaona ni kitu cha kawaida. Ni katika mji wa Khartoum. Ilikuwa mtu akisimama na binti, askari wanapita, akikuona watataka kujua uhusiano wako. Kama muhusiani watakwambia ondoka. Ni mji ambao unaweza ukapanda daladala alafu mtu akakulipia na umjui. Mtu akiishi Khartoum kama hawezi kuswali swala ya jamaa, basi huyo anapenda mwenyewe, kwa sababu mazingira yote, yani popote ambapo utakuwa upo, wapo watu wanaswali swala ya jamaa, iwe misikitini ama mabarabarani, ni kitu cha kawaida. Lakini leo hii tunapozungumza, tunafahamu hali ilivyo katika mji wa Khartoum na Sudan kwa ujumla. Sababu ni nini? Ni kwa sababu hakuna amani katika nchi. Kwa hiyo hayo yote tunayozungumza hayapo katika kiwango ambacho huko nyuma yalikuwepo. Kwa hiyo katika nchi kuwa na amani, kuwa na utulivu ni jambo muhimu sana, na ndilo ambalo linatufanya tunaweza tukakusanyika kama hivi, tukaswali kwa amani, tukafanya sherehe mbalimbali katika hali ya amani, kwa sababu nchi iko kwenye utulivu. Kwa hiyo kila raia wa nchi anakuwa ana wajibu wa kuhakikisha kwamba nchi inakuwa katika utulivu. Ni jambo muhimu. Sheikh Ibrahim hapa amezungumzia kuhusiana na tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kila kipengele utakachokigusa utakuta yupo. Sasa kubwa ambalo mimi nataka kulizungumza na ambalo ningependa tulielewe, tunaposimama katika mimbari hizi za misikiti, waumini wanaokuja kuswali wana mitazamo tofauti, wana itikadi tofauti za kisiasa. Sasa mitazamo hiyo na itikadi hizo huwa hazijengi wala hazitoi ruhusa kwamba msikiti unisimamie imani fulani kwa maana ya itikadi, ama msikiti usimamie kundi fulani. Msikiti kwa sababu ni wa waumini wote.
Kitakachozungumzwa kwenye msikiti ni kitu ambacho ni cha haki. Pale ambapo tunaona kwamba pana kasoro zinajitokeza, basi kwa msingi wa haki lazima tuzungumze kwamba hili halifai. Man raa minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Unapoona uovu, basi utatumia mkono kuondoa. Hatua ya pili, kama mtu hakuweza, basi lisani, atumie ulimi wake kwa maana ya kuzungumza. Lakini ya tatu, hayo mawili ya kuwezekana, basi ni kuchukia. Kwa hiyo kwa maana yoyote itakayokuwa ni kwamba uovu lazima kupambana nao katika hatua hizo tatu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametushauri au ametuelekeza. Wataalamu wa masuala ya fiqh wanasema ukitazama hiyo hadithi unaweza ukaigeuza, kwa sababu kwa kawaida mwanadamu unaanza kuchukia. Ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kitu ukishakichukia utaongea. Hatua ya tatu itakuwa ni kuchukua hatua, kwa maana kutumia mkono. Sasa sisi tunazungumza kwa sababu ni jambo lenye kuchukiza, inabidi kulizungumza. Nafikiri wengi tunafuatilia vyombo vya habari, tunafuatilia mitandao ya kijamii na yanayoendelea. Na sasa hivi tupo kwenye kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Tunapozungumzia uchaguzi, wapo wengine ambao wanaona kama ni jambo dogo ama haliwahusu. Na ndio maana nikaanza na amani. Wale wanaopigana Sudani ni wanagombania madaraka. Ndio kitu kikubwa kabisa. Sasa na sehemu zote nchi inapochafuka, kubwa ni madaraka. Sasa na vipindi kama hivi vya uchaguzi ama kuelekea kwenye uchaguzi vinakuwa ni vipindi vya hatari sana. Hali ya usalama inakuwa ipotete kidogo. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kila neno linalozungumzwa mtu anawajibika kulichuja, kulitafakari kwa kina na kujaribu kuelewa undani wa mtu anayekizungumza anakusudia nini. Hiyo itakuweka salama na itakufanya vile vile ni mmoja katika watakaokuwa wanadumisha amani kwenye taifa. Sisi Waislamu, na hakika kila Muislamu lazima atakuwa hivyo, kwa sababu asili ya dini yetu hatukumbatii jambo ambalo liko kinyume na utaratibu. Iwe anayedhulumiwa ni Muislamu, iwe anayedhulumiwa si Muislamu, Uislamu unatutaka tusimame kwa kumtetea huyo anayedhulumiwa, bila kuangalia itikadi yake, bila kuangalia asili yake, kwa sababu dhulma ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameliharamisha. Lakini ikiwa tunajenga mashambulizi ama tukamtetea mtu kwa sababu tu anadhulumu lakini Muislamu mwenzetu, hilo ni kosa. Kama vile ambavyo asiyekuwa Muislamu akatenda haki tukapambana naye, kwa nini atenda haki hiyo? Kwa sababu tu si Muislamu, hilo ni kosa. Kwa hiyo tunachozungumza na kizungumza kitu ambacho kipo katika utaratibu wa mafundisho ya Uislamu. Alhamdulillah, mashekhe hawa wanajitahidi sana kuyaeleza haya. Maimamu wanajitahidi sana kuyaeleza haya. Sisi katika nchi yetu tunazungumzia sisi kama Waislamu,
ni kundi kubwa. Sitaki kwenda kwenye idadi wa kuwa ngapi, tuko wangapi, sio mjadala wangu. Lakini vyovyote itakavyokuwa, ni Waislamu wako wengi. Yaani Waislamu kwa umoja wao wakisema sisi tunamchagua huyu kuwa rais, atakuwa. Kwa sababu ni kundi kubwa. Kama jamii kubwa ya Waislamu wakawa maskini, maana yake taifa hili litakuwa maskini vile vile, kwa sababu ni kundi kubwa. Kwa hiyo lazima kundi hili liangaliwe, lisikilizwe. Sasa kibaya ambacho kimejengeka sasa, na hapa ndio kwenye mada yangu hasa, kibaya ambacho kimejengeka, viongozi hawa wakuu wa nchi, tunafahamu hii ni serikali ya awamu ya 6, na imetokea kama kubadilishana, na kuwa Muislamu na kuja Mkristo, na kuwa Muislamu na kuja Mkristo, na kuwa Muislamu na kuja Mkristo. Japokuwa sio utaratibu wa kikatiba, lakini imekuwa kama ni desturi, imejitokeza. Kipindi cha serikali ya awamu ya kwanza, watu wazima wanafahamu hali ilikuwaje ya nchi. Sabuni za kuogea hamna, vyakula ilikuwa ni matatizo, nguo za kuvaa kulikuwa na matatizo. Wakati fulani Mheshimiwa Salim Ahmed Salim alikuwa waziri mkuu, alikwenda kusini. Sasa mtu aliyokuja mbele yake kusoma risala amevaa magunia, nguo hamna. Alivyokuja Dar es Salaam, aliamuru, wakati ule kuna makampuni mengi yanamilikiwa na serikali ya Mahosco, Besco, kulikuwa na yale ya mikoa RTC. Akaamrisha RTC wapeleke nguo kusini. Nguo kulikuwa hamna. Watu wanakimbiza vyakula. Wallahi alhamdu, bwana mkubwa yule alipoondoka kwenye serikali, kwa maana urais, nafasi ya urais, akaingia Sheikh Ali Hassan Mwinyi rahmatullahi alayhi, akafanikiwa kubadilisha ile hali. Hayo yote ambayo yalikuwa yanaonekana magumu yakawa mepesi. Watu wanavaa, watu wanakula na kadhalika. Lakini nini kilichokuja kutokea? Matusi ambayo yalikuwa yanasukumiwa, lawama zilizokuwa yanasukumiwa, ilifika sehemu Mzee Mwinyi aliona hata siku moja ilikuwa ni ndefu katika nafasi ile ya urais. Mambo ya mengi sitaki kuzungumza kwa undani zaidi. Hivyo ndio ilivyokuja kumkuta Rais Kikwete. Pamoja na kuanzisha shule za kata, hospitali hizi, kuimarisha vituo vya afya, lakini matusi yaliokuwa yamemfika hayana kifani. Na wengine watukana kwenye bunge kabisa. Amekuja Rais Magufuli hapo, wange tunajua nini kilichokuwepo. Wapo waandishi wa habari ambao wajulikana wako wapi. Vyombo vya habari vilikuwa havina uhuru ule ambao walikuwa nao kipindi cha Rais Kikwete. Lakini nini kilichokuja kutokea? Ameondoka, amekuja mama yetu wa sasa, rais wetu. Sasa na yeye shutuma zinakwenda vile vile. Swala msingi linakuja, yako makosa Mwalimu aliyafanya, yako makosa Mheshimiwa Benjamin William Mkapa aliyafanya, yako makosa Rais Magufuli aliyafanya. Lakini kwa nini uzito wa malalamiko, uzito wa hoja huwa kwao haupelekwi?
Badala yake kwa hawa ambao wanaonekana Waswahili, kwa nini washutumiwe zaidi? Hatukatai anapokosea mtu akakosolewa, na ni ustaarabu. Hamwezi kuendelea kama taifa kuwa kama mkosoani. Lakini vile vile kila mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu, lazima atakosea. Serikali za wanadamu wanaweza kukosea katika sera, wanaweza kukosea katika sheria, wanaweza kukosea katika kanuni, lakini kuna taratibu vile vile za ukosoaji kwa maana ya kujenga. Lakini ikiwa hoja zinajengwa katika msingi wa dini, hapa ndo kwenye tatizo. Sasa wale mtu akimwona kama Samia sawa kama alivyo yeye kama ni individual, lakini sasa ukisha kuona mkosoa kwa anwani ya dini yake, hata kama kosa lile ni kweli, kasoro ile kweli ipo, hawa ambao wanashare imani, wana imani moja, hawawezi kuitazama hiyo, kwa sababu wakijua dhamira ya ndani ya mkosoaji ni dini, kwa sababu wewe na dini tofauti. Sasa huo unakuwa ni mwanzo wa kupanda mbegu ya kuleta vurugu katika nchi. Ndio maana nianza na amani. Imefika hatua mpaka kusema kwamba rais hakufaa endelee, kwa sababu serikali iliyopita, kwa maana ya serikali ya Rais Magufuli, na huyu alikuwa ni makamu wa rais, na serikali hizo zinakaa vipindi viwili, na bahati mbaya na kwa Waislamu wenzetu wengine wanaunga mkono mambo kama haya. Lakini ukisoma katiba hiyo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaelekeza vizuri sana katika swala ambalo halina utata hata kidogo. Ni swala la anapoondoka rais aliyeko madarakani, makamu wa rais anayekuja anachukuaje nafasi. Liko wazi sana, halina tafsiri zaidi ya moja. Hakufikisha rais miaka miwili, atakayekuja atahesabiwa kwamba hii ni awamu yake ya kwanza, kama ilitokea Rais Magufuli kufikisha hata mwaka mmoja baada ya uchaguzi wa ile awamu yake ya pili. Katiba inasema kwamba ile itakuwa ni awamu ya kwanza kwa makamu wa rais ambaye sasa anakuwa rais. Sasa leo ukisema kwamba huyu hakuwa na sifa ya kuendelea kuwa rais, sasa sisi hatuwezi kutazama, kwa sababu katiba ile iko wazi. Sasa sisi tutazama huyu anasema hivi, sababu yake ni nini? Nia yake ni nini? Shabaha yake ni nini? Lengo lake ni nini? Sasa kwa sababu mkusanyiko huu una maimamu, kuna mashekhe, nadhani ni vizuri sana tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, maimamu wangu, mashekhe wangu, kuendelea kuwaelimisha Waislamu wasije wakaingia katika mtego wakadhani kwamba hawa wanazungumza maneno ya kitaifa au wanazungumza kwa maana ya kunusuru taifa. Wanazungumza wengi wao wakiwa wamefunika ndani ya vifua vyao dini, na ndilo ambalo limenisimamisha hapa. Nazungumza kipande hicho tu. Kama mtu anamkosoa rais au kasema hafai kwa misingi ya kwamba hakuna kinachokuongoza, yani dini sio msukumo, hiyo itakuwa ni sahihi, kwa sababu ni kila mwanadamu ana namna kuyatafsiri mambo na kuyatazama na kuyatafsiri. Lakini kwa msukumo ni dini, sasa hatuwezi kuzungumzia lile kosa, tutazungumzia huu msukumo. Wewe kwa nini hutaki huyu awe? Kwa sababu akisema kama yule hamtaki kama ni Muislamu, maana yake hata wewe hukutaki. Sasa tushakuwa na mbegu ya namna hiyo, mnaipandikiza kwenye nchi, maana yake huko mbele mnataka kuleta vurugu kubwa. Watu watakuwa wamekaa kwenye misingi ya dini, wanatazama kwenye misingi ya dini, na vitu vya hatari sana vya kuepuka katika taifa lolote lile. Hili ni kitu kimoja wapo, kwa sababu ukishakuwa na dini
ndio inaingia katika misuguano, hiyo vita inakuwa ni kubwa sana. Ireland mpaka leo haijatulia, pamoja na kama anavyosema ustaarabu wote wazungu, haijatulia. Sababu kubwa ni dini. Sasa tunawaasa wanasiasa, Sheikh ni mwakilishi wa mufti bwana, na ndio mkubwa wetu, utufikishie ujumbe bwana kwamba wanasiasa wakosoe sera, wakosoe sheria, wakosoe kanuni, lakini wafanye hivyo katika dhana nzima ya ukosoaji, lakini wasijengewe katika misingi ya dini. Wakitembea namna hiyo, wanaweza kuleta vurugu katika taifa, na baadaye amani hii tunazungumza, tuna swali kama hivi, tunakusanyika kama hivi, huenda ikatoweka. Baada ya kusema haya, muda uruhusu sana kuzungumza mengi. Wafaqna Allahu lima yuhibbuhu wa yardahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Dr. Tego.